Akasema sio mimi, kuna wenzangu anajitetea. Wamempiga lakini wakaenda kuchukua pikipiki yake ilikuwa iko hapo bondeni, wakaichukua kaileta mpaka hapo kwenye eneo la tukio, wakaichoma moto ile pikipiki yake. Sasa huyu jirani, huyu ndugu yangu hapa akaniambia mama, kuna mwingine alipita kule nyuma yangu ya ukuta amekimbia. Basi tukumaliza tukio tukaingia ndani, maaskari wakaja wakamchukua ule mwizi, wakasema tutairudia pikipiki. Sisi tukaingia ndani tukaacha pikipiki, wakaja wakaibeba pikipiki. Baadaye niko ndani, nilianza naambia mama, kuna mwizi mwingine yule nilikwambia jana karuka, yuko huku. Nikamwambia mimi sijaondoka, niko huku ndani, wewe piga makelele. Ndio piga makelele, jirani yake huyo mwingine akashampigia simu akawa amekuja, ndo mimi nimesikia ni huyo. Mwingine wako wawili, huyu ni wa pili. Matukio nasikia kuna matukio kama haya mengi, lakini kwa sijashuhudia, leo ndo nimeshuhudia. Ndio maana yake mwenyewe pia wakati sengine narudi usiku nakutana na toa za ajabu sana. Hata juzi mimi nirudi usiku nakutana na toa ambayo kama inakuja nyuma yetu, baadaye kai mezima hata ikabadilisha njia. Mimi nikaa nimeshafika nyumbani. Huyu wakati wa kupigwa mimi niko kule, wa kwanza walipigwa amepigwa sana. Sasa akataka kuchomwa moto. Kuna watu ambao wana roho ya kibinadamu wakaja wakasema tusimchome. Kwa hiyo pikipiki yake imechomwa moto, yeye akawa imewekwa pembeni. Sasa huyu wakati wa kupigwa mimi, wakati anakimbizwa mimi nimebaki kule nyumbani, ndo nimekuja kumuona hapa. Kama mama, vijana wadogo mimi naomba tu wafanye kazi. Maana yake sasa hebu angalia sasa hivi tuseme ndo anakufa au yule mwingine kashafariki, siwezi kujua. Sasa wanatutesa. Wamama kama sasa hivi tunafanya kazi, zangu unarudi usiku, unatoka na viela vyako asubuhi unaenda sokoni, unanyang'anywa. Watoto wa shule wanakimbizwa huko barabarani na hawa wakikosa mtu wa kumpora hapo wanakimbizwa watoto wa shule asubuhi kwenda kutunani. Kwa kweli tunateseka. Yaani hawa vijana sasa hivi wanatakiwa tunatoa rai kwanza wafanye kazi. Mbona kazi zipo? Kaya hizo sio kazi. Matokeo ndio huyu anakufa, mzazi wake anapata hasara au ndugu zake. Mimi ninavyoishi na hizo wanapenda sana vitu vizuri. Alafu kufanya kazi, wengi sasa hivi ni wavivu. Wanataka raha lakini hawafanyi kazi. Ndio hiyo shida. Kwa majina naitwa Lea Macmillian, ni mkazi wa Murieti. Jana tukio lilivotokea wakati mwenzake alikuwa ameshakamatwa na kuchomwa moto, yeye akakimbilia ndani kwangu. Kuna rumu ambazo hazijaisha. Sasa si wakati tunaenda kuangalia ile tukio, yeye akawa amelala kwenye zile rumu. Asubuhi wakati nimeamka sana nigongea mlango, nimfungulie geti, maana nilikuwa nimefunga geti na funguo kabisa. Kugonga nikafungua. Wewe nani? Akaniambia Mazaa, samahani, jana ukusikia waizi? Nikamwambia mimi sikusikia. Nikamwambia kwani wewe umetoka wapi huku kwangu? Akaniambia samahani mama, nilikuwa namkimbiza mwizi jana, lakini nikajikuta nimedondokea huku kwako. Nikamwambia hapana, mbona wewe ni mmoja wa wale waizi, maana walikuwa wako wawili? Unaona? Nikamnyanyua nguo yake, hiyo koti alikuwa amevaa makoti yanafanana. Kumnyanyua koti kavaa bulletproof ndani. Nikamwambia wewe sio mwizi? Akanambia Mazaa mimi sio mwizi. Nikamwambia basi kama wewe sio mwizi, subiri hapo nikuitie nini? Balozi, ili utoke kwa usalama. Umeingiaje kwangu sasa, utatokaje pasipo balozi? Ndo ghafla akatuponyoka akaruka tena ukuta. Mlimpiga labda? Wakati tunamhoji hatukumpiga kabisa. Kama mwenyewe ukuta anakimbia sasa. Baada ya kumuuliza wewe sio kati ya wale waizi wa jana? Na nikamwambia mwenzako ameshakufa jana, alichomwa moto, kwa akashtuka, ndo kutoka tena kuruka tena ukuta. Kwa hiyo ndo raia wakamkimbiza mwizi. Kweli nimesikitika sana kwa hili tukio, ni watoto wetu tumewazaa. Kwa kweli tunaumia wamama, watoto wa kike wamekuwa waizi, watoto wa kiume wamekuwa waizi. Mungu wa rehemu, Mungu wa nusuru. Tunaomba toba kama kuna mali tulipokosea. Mungu uwarehemu, uwabadilishe wa vijana, wamjue Mungu, waache kuiba, waache uovu. Kwa kweli mimi nimeumia sana. Nimeumia na hili tukio. Kama mzazi nina watoto, hata mimi siwezi nikajua watoto wangu watakosa wapi. Ninaomba rehema juu ya hao watoto. Ninatubu juu ya hao watoto. Mungu wa rehemu, Mungu wasamehe. Kwa kweli nimeguswa na nimeumia. Japokuwa wanatuzuru, lakini ukiwa kama mzazi huwezi kufurahia kitendo kama hichi. Hajastirika, huyo alidumbukia kwenye ukuta wa jirani ambao nyumba inajengwa. Asa alivyodumbukia saizi anamwamsha, anamwambia naomba unifungulie, mimi ni mmoja kati ya wale waizi tulokuwa usiku. Asa jirani naye akashtuka, mwizi inakuaje yuko hapa na yuko kwangu?
ina maana tayari mazingira ya nyumbani kwangu anayajua. Sasa yeye ndo akaita majirani, majirani wakaja. Kuja ndo watu wakapiga ukunga. Walianza kukimbia, tunawashukuru sana mafundi wa ujenzi wanaojenga huku. Mafundi ndo walokimbia naye. Paka mahali unakoona alikofikia hapa. Kwa hiyo mafundi ndo wamekimbia naye na kumshika na kuanza kumpa kipigo. Maana mafundi tayari saizi ni mchana wameshaingia kazini. Kwa hiyo tunaomba serikali ya eneo hili chonde wawe na ushirikiano. Maana ukimuuliza mwenyekiti hivi, mwenyekiti anakwambia haelewi tukio la saa 10 usiku. Wakati wananchi wote wamelala nje unavyoona. Ukimuuliza balozi anakwambia yeye nilikuwepo. Polisi wakija wanahoji kwamba balozi yuko wapi, mwenyekiti yuko wapi. Wanauliza, hawa nyie mnaishije eneo hili? Kwa nini watu wasichangamane wakafanya kazi kwa pamoja? Tunaomba waache, kama kuna sintofahamu zao, waache wafanye kazi kwa pamoja. Ndicho tunachokiomba sisi ili sisi tuwe salama.